Eternal Father, I offer you the body and the blood. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ni asubuhi ingine ambayo Mungu wetu Askofu ameifanya na ametupa kibali ya kuona siku hii ya leo, ikiwa ni Jumapili ambayo ni ya tatu katika mwezi huu wa tatu. Mungu huyu mwaminifu amekuwa mwaminifu kwetu, na kwa hakika mahali ambapo unanisikia, mahali ambapo unaniona, uko na kila sababu ya kumshukuru Mungu na kusema kwa hakika yeye ni Bwana. Ni kwa sababu yeye Mungu huyo amekuwa mwaminifu kwako, na amekuwa Mungu katika yote unayohitaji katika maisha. Hata ingawa wakati mwingine maisha inakuwa ngumu, lakini kwa hakika Mungu anabaki kuwa Mungu tu. Anatulinda katika mangumu na anatupigania katika vita vyote ambayo shetani anakuja nayo katika maisha yetu, katika ndoa, katika jamii. Na Mungu wetu anatupa ushindi ni kwa sababu anatupenda na anatujali sana. Niite Askofu Joseph Odindo. Nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana katika maisha yangu. Ninamshukuru kwa sababu ya wokovu alionipa na kunipa kibali ya kufanya kazi yake, ama ninamshukuru kwa sababu ya kunifanya kuwa mtumishi wake. Na ndio maana nimefika hapa na asubuhi ili tupate kusemezana pamoja nawe, na baada ya neno hii nitaomba pamoja nawe, na ninaamini kwamba Mungu wetu aliyefanya siku hii na akakupa kibali ili ukapate kunisikia na kuniona, yeye Mungu huyo atakuwa mwaminifu sana kwako. Leo hii nimesema jina langu Bishop Askofu Joseph Odindo, msaliwa wa Kisumu County, mahali inaitwa Seme, mahali inaitwa Kitmikai. Hapo ndipo nimesaliwa. Kwa sasa ninakaa Nairobi, mahali inaitwa Kibra, na kama mahali inaitwa Olympic Estate. Kanisa pia iko pale Kibra. Na sema hivi, ukitaka kuomba pamoja nasi, namba hizi siku hapa ni zangu. Unapiga, tunakupa direction vile unaweza ukafika kanisani. Na kama uko na jambo ambalo unataka tuombe kwa pamoja, vile unapiga namba hizi ni zangu, nami tunapokea na tutazungumza na tutaomba pamoja kama ni jambo ambalo linahitaji maombi tu, na Mungu atabaki kuwa Mungu. Nikubalie nisome neno la Mungu na asubuhi leo. Nasoma neno katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati nasoma 12. Kumbukumbu la Torati 12 mstari wa kwanza hadi 4. Maana Biblia inasema hivi: hizi ndizo amri na hukumu mtakazotunza kusifanya katika nchi aliyokupa Bwana Mungu wa baba zako uimiliki siku zote mtakazoishi juu ya nchi. Funjeni kabisa mahali pote waliokuwa wakitumikia miungu yao mataifa yatakayomiliki juu ya milima mirefu na juu ya vilima na nchi ya kila mti yenye majini mabichi. Mstari wa 3 inasema, nanyi funjeni madhabahu sao, sibomweni nguzo sao, na mashera yao yateketezeni kwa moto, na sanamu za kuchonga na miungu yao sikateni, na jina lao lifuteni mbali na mahali hapo. Mstari wa 4 na mstari wa mwisho, wala msifanyie hivyo Bwana Mungu wenu. Amini pamoja nami na tuombe. Yesu, katika jina lako Yesu, ninakuomba Mfalme na kushukuru. Ninasema ni asante kwa sababu ya siku hii ambayo wewe Mfalme wetu umefanya. Umetengeza siku hii kuwa siku mema na kuwa siku bora katika maisha yetu. Umekuwa mwaminifu na umekuwa mwaminifu sana.
Yehova, tazama na asubuhi na tena niko hapa, ni kwa sababu yako Kristo. Nimekuja ni kwa sababu nimekubali kufanyika kwa mtumishi. Nimekubali jemedari nikatumike, ni kwa sababu yako. Ni kwa sababu ulinipa kibali ya kuwa mtumishi Kristo. Nitumie chombo iliyo tayari, ni kwa sababu ya watu hawa. Inuliwa Jehova, barikiwa, ni kwa sababu ya kila moja ambaye umempa nafasi ya kunisikia na kuniona. Inuliwa katika maisha yao na katika mahitaji ya moyo wao. Pokea sifa sote Yesu, ni kwa sababu wewe ni Mungu leo na hata milele. Katika jina lako Yesu nimeomba, na kila moja sema amen. Basi asubuhi ya leo ninashukuru Mungu, ni kwa sababu Mungu wetu amekuwa mwaminifu sana. Leo hii Mungu amenipa neno hii katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 12. Nimesoma mstari wa kwanza hadi 4, mahali ambapo Mungu ananena na wana wa Israeli. Biblia inasema kwamba naye Mungu wa Israeli akanena na wana wa Israeli kabla wajaondoka katika mateso, ama katika mali ambapo walikuwa wanafanya kazi ngumu, hata katika nyumba ya utumwa, ama katika nyumba waliokuwa ni kama wafungwa. Na maandiko takatifu inasema kwamba Bwana Mungu, Biblia inasema kwamba Bwana Mungu akawapa amri, ama akawapa hukumu ambayo wanapaswa kufanya, ama ambayo wanapaswa kutimiza wakiwa katika nchi ambayo ni ahadi, nchi ambayo Mungu aliyeumba mbingu na nchi, Mungu ya mababu zao aliyeahidi kwamba atawapa. Na maandiko takatifu inasema kwamba hizi ndizo amri na hukumu ambayo Mungu wenu anawapa, ili mkazitunze mkifika katika ile nchi aliyeahidi kwamba atawapatia, ama aliyeahidi kwamba atapatia mababu zenu. Na maandiko takatifu inasema Mungu anawanenea wana wa Israeli kwamba hizi ndizo amri na hukumu ambazo mtazitunza mkifika katika ile nchi ambayo niliahidi kwamba nitapatia mababu zenu, ili mkifika pale mkatunze amri hizi. Na Biblia inasema kwamba Mungu anawaambia kwamba mkifika katika ile nchi mkazifunje na kusiharibu kila kitu, ama msifunje kila kitu ambayo wale watu wanaomba, yani miungu zao, kila mahali ambapo walikuwa naomba. Na Biblia inasema hivi, hizi ndizo amri na hukumu mtakazozitunza na kuzifanya katika nchi aliyokupa Bwana Mungu wa baba zenu. Na Biblia inasema kwamba ili uimiliki siku zote mtakazo hizi katika nchi. Na maandiko takatifu inasema katika mstari wa 2 kwamba funjeni kabisa mali pote waliokuwa wakimiliki miungu yao, na mataifa yatakayomiliki juu ya milima marefu, juu ya vilima, na chini na mji katika wenye majini mabichi. Nanyi funjeni madhabahu zao, na bomweni nguzo zao na mashera yao, tekezeni na moto. Biblia inasema kwamba anawaambia wana wa Israeli kwamba mkifika katika ile nchi lazima mfunje mahali ambapo walikuwa wakisiabudu mungu zao. Mkifika katika ile nchi ya ahadi, mhakikishe kwamba mumefunja kila madhabahu waliokuwa wamejenga wakiabudu miungu zao. Yani walikuwa wamejenga madhabahu zao. Ni watu ambao walikuwa wamemwasi Bwana. Ni watu ambayo walikuwa hawakuwa wanataka kutumisha ile mambo ambayo Mungu anawaambia. Sasa Mungu akawaahidi kwamba nitafukuza wale watu katika nchi yao, ili mimi Mungu niwape nchi yao. Lakini mkifika pale, nyinyi wana wa Israeli, muhakikishe kwamba mumefunja kila madhabahu waliokuwa wamejengea miungu zao. Yesu Kristo asifiwe sana. Mukahakikishe kwamba mumebomoa kila madhabahu waliojenga, kila madhabahu waliojenga ili wapate kuabudu miungu zao, miungu yao ya kuchonga, miungu yao iliyosimamishwa katika mbao,
muhakikishe kwamba mmefunja, mumeharibu kila miungu. Biblia inasema kwamba Mungu anawaagisha ama Mungu anawaambia kwamba ishi ndio amri na hukumu ambayo mtazifanya nyinyi wana wa Israeli, ama amri na hukumu ambayo lazima mukazifanye mkifika katika ile nchi ambayo mimi Mungu ninawapeleka, ile nchi ambayo mimi Mungu niliahidi baba zenu ili kwamba nitawapatia. Nami Mungu asiyebadilika, Mungu anayetunza amri ambayo amepatia watu wake, ama Mungu anayetunza ahadi ambayo anawapatia. Mimi Mungu nitatunza ahadi yangu, nami nitawapatia nchi niliyoahidi mababu zenu kwamba nitawapa. Nanyi wana wa Israeli, ninawapa amri ambazo mtafanya, ninawapa hukumu ambayo nyinyi mnapaswa kufanya, kwamba ninyi pia mukifika katika ile nchi, kwa wale watu kuna miungu ambayo wanaabudu, ambayo sio mimi Mungu wenu aliyeumba mbingu na nchi, aliyewapa uhai. Wanaabudu miungu zingine, wanaabudu miungu zao. Kwa hivyo nyinyi mukifika pale, msiabudu miungu ya wale watu. Biblia inasema kwamba na nyinyi mukifika pale, muhakikishe kwamba mmefunja kila madhabahu, mumechoma kila madhabahu waliojenga kwa sababu ya miungu zao. Msiabudu miungu zao, msiende vile wanavyonenda. Yesu Kristo asifiwe sana. Lakini wana wa Israeli walisikia vile Mungu alivyowanenea. Biblia inasema kwamba waliambiwa kwamba nendeni, hata kama iko yani zile miungu waliokuwa wamechonga, ile Mungu ambao ni ya mabao ambao walikuwa wamechonga wale watu ambao ni wapeleka katika nchi yao, hata kama ziko katika milima marefu, mukanende pale katika milima marefu, mukasifunje na mukasiharibu. Ama siwe katika vilima, yani milima ambao ni madogo, mukanende pale mukasifunje na kusichoma yale miungu ambao zimechongwa na mabao, mukasifunje na mukasanye pamoja na mukasichome pamoja. Yesu Kristo asifiwe sana. Na Mungu anawaambia, nyinyi mukiomba Mungu, msiombe vile wanavyoomba, muniombe mimi Mungu wenu, Mungu aliyewaondoa katika nyumba ya utumwa, Mungu aliyewaondoa katika nyumba ya mateso, Mungu aliyewaondoa katika mji wa Misri, miji ambayo mulikuwa kama watumwa, mulikuwa pale kama wafungwa, mulikuwa pale kama watu waliokuwa katika gereza. Lakini mutunze sana ile amri ambayo mimi Mungu wenu ninawapa. Lakini wana wa Israeli walivyofika pale, wakawa wamemsahau Mungu, wakaanza kuomba miungu mingine. Tuko na watu wengi na asubuhi ya leo ambayo Mungu aliwaita, lakini wamekataa kufunja miungu ya mababu zao. Wanaenda na Mungu wa mbinguni, lakini wako na miungu zingine ambayo pia wanatembea nayo. Mungu amenituma na asubuhi ya leo. Umejua Mungu wetu ni Mungu mwaminifu, na ni Mungu ambayo ni wawifu. Hako na wifu sana, na nataka ukiamua kumwabudu yeye, umwabudu yeye peke yake, pasipo kumuunganisha ama pasipo kumchanganyisha na miungu mingine. Na ndiyo maana anaitwa Mungu. Mungu wetu ni wawifu, hapendi kuchanganywa na miungu mingine. Na nawaambia wana wa Israeli, mukiomba Mungu, muniombe mimi Mungu wenu, na musiombe vile wengine wanavyoomba, wale ambapo nitawafukusha na niwape nchi yao, ili mkapate kuishi katika nchi yao siku zenu sote mutakazoishi juu ya nchi. Nitawapa nchi yao, nitawafukusha katika nchi yao, kwa sababu wamekataa kuniabudu mimi Mungu, wamekataa kuzitunza amri zangu na kuzitunza hukumu niliyowapa. Kwa hivyo nitawafukusha katika ile nchi, nami nitawapa ile nchi. Lakini mukifika pale, mutapata wakiomba miungu zao. Lakini nyinyi wana wa Israeli, msiombe miungu yao. Lakini kila ambacho mnafaa kufanya ni kuenda katika milima marefu, mukatafuta miungu waliokuwa wamechonga, waliokuwa wanaabudu, mukasifunje na kusiharibu. Hata kisikiwa katika vilima madogo, mukanende pale, mukasifunje na mkusiharibu. Ni kwa sababu mimi Mungu ni Mungu mwenye wifu. Sitaki mukaniombe mimi na muue na mukiomba miungu zingine. Ama nikisiangalia katikati yenu, ninaona Mungu wao waliochonga na mbao, walioweka katika milima marefu, waliosimamisha katika mbao. Nitataka musifunje sote na
na mkifikiwa pale, muombe mimi peke yangu, muniombe mimi peke yangu. Mimi Mungu aliyewatoa katika nyumba ya utumwa, mimi Mungu aliyewapa uzima, mimi Mungu aliyetembea pamoja nami katika milima na katika mabonde, nikawapa maji katika mwamba, nikawapa chakula katika maana, yani katika njia ya miujiza, nikatembea nanyi katika miaka 40 nikiwa pamoja nani. Kwa hivyo mkipika pale nani, nataka muniombe mimi Mungu wenu tu, musije mkanichanganya na miungu ya wale watu. Musiombe vile hawa watu wanaomba. Ninataka muniombe mimi Mungu wenu peke yake, na msinichanganye na miungu mingine. Leo hii na asubuhi Mungu wenu amenituma, Mungu aliyeumba mbingu na nchi, Mungu wa Israeli, Mungu wa baba zenu, Mungu aliyetengeneza njia pasipokuwa na njia mbele ya wana wa Israeli. Ni amenituma na asubuhi ya leo nikanene na kanisa, nikanene na msichana, nikanene na kijana, nikanene na mwanaume na mwanamke. Leo hii na asubuhi ya leo, kwa hakika Mungu alikuita, Mungu akakuokoa na ukakubali kuwa mtumishi wa Mungu. Na Mungu anavyotazama watu na asubuhi ya leo, anaona watu wanaotembea naye, lakini wako na vitu vingine ambayo wameweka, wanatembea nao pia. Yani wamechanganya Mungu aliyeumba mbingu na nchi na miungu shingine ya mababu zao. Wengine wanatembea na Mungu lakini wanapenda uganga pia. Mungu amenituma na asubuhi ya leo kwamba ni lazima tuyafunje miungu ambayo tumechanganya na Mungu. Ni kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wetu mwenye wifu, na kuna wifu, na ndio maana leo na asubuhi Mungu wetu amenituma na asubuhi ya leo nikaonye mwanamke, nikaonye mwanaume, nikakwambie na asubuhi ya leo kwamba Mungu asema hivi, nenda ukafunje miungu ya baba zenu, nenda ukafunje uganga ambao unatembea nayo na unajifanya kwamba umeokoka. Mungu anataka kwamba mtu akiamua kumwabudu hawe ni yeye peke yake. Kama umeamua kutembea na Kristo, ukatembea na Kristo peke yake, pasipo kuchanganya na ukora ambao unatembea nayo. Kuna wengine wanatembea na ukora, kuna vitu vingine wanajidanganya kwamba wameokoka, wanajidanganya kwamba ni watumishi wa Mungu. Mungu wanaotumia katika kiwango kingine ya juu, lakini ni uganga wanajaza katika makanisa yao, katika huduma zao. Wamejaza ushirikina na mambo ya uchawi na mambo ya uganga katika madhabahu. Mungu ananituma na asubuhi ya leo nikaonye kanisa, nikaonye watumishi wa Mungu, nikawaambie Mungu anataka tutunze amri zake na tukatunze hukumu aliyotupa. Ni kwa sababu Mungu anasema hizi ndio amri na hukumu mutakaso situnza mukifika katika ile nchi ambayo mimi nitawapa. Nitafukusha wale watu nikawape nchi yao, na nanyi mukifika katika hiyo nchi muhakikishe mumefunja mamiungu shao, mukafunje madhabahu shao. Tuko na watu wengi ambao wanatembea na Mungu lakini hawajafunja madhabahu ya ibilisi, wajafunja madhabahu ya shetani iliyokuwa wanaitumikia. Wanatembea na Mungu lakini madhabahu ya shetani pia wameacha tu. Mungu amenituma na asubuhi ya leo anasema kwamba lazima, na ninasirudia tena, lazima ukafunje madhabahu ya ibilisi, madhabahu ya uchawi, madhabahu ya wapinga Kristo, madhabahu ya Illuminati, madhabahu ya shetani. Ni lazima ufunje. Ni kwa sababu Mungu anataka tumwabudu yeye Mungu, na tumwabudu yeye peke yake pasipo kumwabudu Mungu mwingine. Sijui kama mtu yuko tayari kufunja miungu ya mababu. Sijui kama mtu yuko tayari kufunja miungu ambayo tulikuwa tunatumikia. Mungu anasema hivi, lazima tufunje hata kama ziko chini ya ardhi. Nenda ukafunje hizo miungu. Ni kwa sababu Mungu anataka atutumie katika kiwango ya juu. Lakini kama tutakuwa tayari kufunja kila miungu ambayo mababu zetu walikuwa wakisiabudu, basi Mungu atatutumia. Biblia inasema siku moja Mungu akamwambia Gideoni mwana wa Joashi kwamba wewe Gideoni, nimekuchagua, nimekutia mafuta, lakini lazima ukafunje miungu ama miungu ya babu zenu, ili wale ambayo walikuwa wakitumikia, ili miungu waliokuwa wakitumikia, ili mimi nami Mungu nikutumie katika kiwango ya juu. Na Biblia inasema kwamba na Gideoni akaondoka na usiku kwa sababu aliogopa kufunja madhabahu ya babu zao na kufunja miungu ambayo mababu zake walikuwa naabudu. Ni kwa sababu Mungu akichagua mtu na Mungu akiteua mtu, lazima ukafunje miungu ambayo
ni ya babu zenu, ukafunje miungu ambayo ni ya baba yako na ya mama yako na ya nyanya yako na miungu ya ukoo ambayo watu wa ukoo wenu walikuwa wakitumikia. Biblia inasema na siku moja Mungu akamwambia Gideoni mwana wa Yoashi kwamba wewe Gideoni, nimekuchagua ili ukasimamie wana wa Israeli, lakini kabla sijaanza kukutumia lazima ukanende kwenu ukafunje miungu ya mababu zenu, ukafunje kila kitu waliokuwa wakimwabudu na ukafunje madhabahu zao. Biblia inasema kwamba naye Gideoni mwana wa Yoashi hakwenda kwa mchana, lakini akatafuta watu wengine waliokuwa na nguvu kumuliko, na wakaenda na usiku wakafunja zile madhabahu, wakafunja zile miungu ambayo ilikuwa imechongwa, na wakasanya wakachoma na wakafanya dhabihu kwake Mungu. Biblia inasema kwamba watu wa vijiji walivyoamuka na asubuhi wakapata miungu ya mababu zao, na zile mungu za kuchongwa zimechomwa, na wakatambua kwamba ni Gideoni mwana wa Yoashi. Naye wakaendea Gideoni, kama wakaendea Yoashi wakamwambia kwamba tumejua na tumetambua kwamba ni Gideoni mwana wako ndiye aliyechoma miungu yetu na karibu madhabahu ambao ni ya miungu yetu, ukamtoe nje, ni kwa sababu anastahili kufa. Naye Yoashi akamwambia, kwa nini nyinyi mnatetea miungu yenu? Kama yeye ni Mungu na ako na nguvu, kwa nini asijitokeshe ili ajitetee mwenyewe? Ninasema hivi na asubuhi ya leo kwamba miungu ambao tuna wengine wanaabudu, miungu ambayo wana nguvu, miungu ya kuchonga, miungu ya sanamu, miungu ya uganga na uchawi na ushirikina, miungu ya Illuminati, wale miungu ya wapinga Kristo, ni miungu yana nguvu. Na Yoashi akambia wale waliokuwa wamekusanyika ili wakaue Gideoni aliyechoma miungu, aliyebomoa madhabahu, akawaambia kwamba nyinyi mnataka kuua Gideoni mwana wangu, lakini nyinyi hamukuchomwa. Ile Mungu aliyechomwa, kama uko na Mungu, kama uko na nguvu na yeye ni Mungu kweli, wacha najitetee, na kama uko na nguvu hakuje na kaue Gideoni mwana wangu na mkono yake mwenyewe. Maandiko takatifu inasema kwamba yule miungu aliyebomolewa, yule miungu aliyebomolewa madhabahu yake hakuwa na nguvu tena. Biblia inasema kwamba nami na Mungu amenituma na asubuhi ya leo nikakuonye wewe mama yangu, nikakuonye wewe mtumishi unayesema kwamba wewe ni mtumishi, kwamba Mungu amekuchagua na Mungu amekutia mafuta, na wewe unafanya ishara maajabu. Kumbe uko nafunga macho, unafunga watu macho na mambo ya uchawi na mambo ya ushirikina na mambo ambayo umetoa chini yani umetoa mambo ya uganga, unafunika nao watu macho. Watu wanafikiria kwamba uko na nguvu ya Mungu, kumbe ni nguvu ya ibilisi. Siku zako zimehesabiwa. Mungu anataka wale ambao watamtumikia na watamtumikia yeye peke yake. Mungu wetu ni wawifu. Mungu anapenda kuabudiwa yeye peke yake. Mungu anakubali kutumikiwa yeye peke yake. Ukitaka Mungu akutumikie katika njia ya ajabu, Mungu akutendee ishara maajabu, lazima ukachague na asubuhi kwamba ni Mungu, ukamtumie Mungu. Na kama ni miungu ya mababu zenu, ukamtumie Mungu ya mababu zenu. Wacha kuchanganya Mungu aliyeumba mbingu na nchi na miungu ya mababu zenu. Wacha kuchanganya Mungu aliyeumba mbingu na nchi na uchawi ya kwenu. Wacha kuchanganya Mungu aliyeumba mbingu na nchi na ushirikina na mambo ya uchawi na mambo ya ukora ambao unafanya. Mungu wetu anapenda mtu ambaye akimchagua anamtumikia yeye peke yake. Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu yuko tayari kukutumia. Hako tayari kukutumia katika yeye kipekee. Mungu ako tayari kufanya ishara maajabu ambayo yeye Mungu anafanya na mkono wake mwenyewe. Wacha ishara maajabu fake ambayo wewe unafanya kanisani. Wacha ishara maajabu fake ambayo unafanya katika mkutano unayokwenda na unadanganya watu kwamba ni Mungu aliyekupa hiyo nguvu unayotumia. Siku zako zimehesabiwa. Mungu amenituma na asubuhi ya leo nikaonye mtu na asubuhi kwamba amri na hukumu ambayo Mungu anakupa lazima ufuate. Wanda ukafunje mwingi zenu ambao ni ya babu zenu. Nenda ukafunje madhabahu zao. Le Mungu anasema funja madhabahu ya ibilisi, funja madhabahu ya shetani ambayo unamwabudia, tufunja madhabahu ya miungu ambayo wewe unamwabudu. Mungu yetu anasema kwamba hizi ndio amri ambazo nyinyi wana wa Israeli mtazitunza. Nendeni kila milima marefu mukafunje miungu zao. Nendeni katika milima madogo mukafunje miungu zao. Sanyeni Mungu ambayo wamechonga na mabao, ni mukasanye pamoja na mukazichome na moto, na mnavyoabudu
musiabudu vile wanavyoabudu wao, mukaniabudu mimi Mungu wenu peke yake, na ni mimi Mungu nitawatenda mema. Mungu yuko tayari kutenda watu mema. Ninakwambia na asubuhi ya leo, hakuna Mungu mwingine aliye na nguvu, aliye na uwezo wa kufanya ishara maajabu. Mungu anayeweza kufanya vitu isiyowezekana kwa waganga ulimwengu. Mungu anayeweza kufanya vitu isiyowezekana kwa wadaktari, vitu isiyowezekana kwa hekima na masomo yako. Ni Mungu peke yake aliyeumba mbingu na nchi. Niko tayari kuomba na mtu na asubuhi ya leo. Kama mtu yuko tayari na anasema katika moyo wake, ninataka nifunje miungu ya mababu zenu, nitataka nifunje miungu ya manyanya zangu, ninataka niharibu madhabahu zao na nikatembee na Mungu peke yake, nitaomba pamoja nawe na utaona vile Mungu hata kutumia katika mwaka huu. Ishara na maajabu itakufuata. Utafanya ishara na maajabu itukayo kwa Mungu. Mungu anasema na ishara na maajabu itafuata wale wanaoniamini, wale ambao Mungu ametia mafuta. Ishara na maajabu itakufuata tu. Wacha ishara fika ambao unafanya. Mungu wetu ndio Mungu wa ishara na maajabu. Hatatenda ishara, hataponya walio wagonjwa, hatafufua wafu, hataponya, hataukoma, hataponya magonjwa yasiyowezekana kwa ulimwengu. Ninakwambia kwa hakika yeye ni Mungu mwenye nguvu, na ukimtumainia na ukitembea na Mungu peke yake, yeye Mungu atakuwa Mungu mwaminifu kwako. Nataka niombe na mtu na asubuhi ya leo. Sijui uko wapi, sijui unanionea wapi, sijui unasikia sauti ukiwa wapi. Niko tayari kuomba na wewe. Naye Mungu aliyenituma, yeye ni mwaminifu na atakuwa mwaminifu kwako. Yeye ni Mungu wetu wa ajabu, hatakuwa wa ajabu kwako. Yeye ni Mungu anayetengesha njia pasipo njia, hatatengesha njia kwa ajili yako. Kama wewe utachagua Mungu na ukaseme kwa hakika Mungu peke yake ndiye nitatembea naye. Kama uko pale na unataka niombe pamoja nawe na uko na uwezo wa kupiga magoti yako chini, ninaomba ukapige magoti chini. Na kama uko na uwezo wa kugusa ile runinga ama ile TV, ukaligusha na ukaliamini kwamba Mungu anaenda kutenda mema kwa sababu yako, nami pia nitakuombea na utaona nguvu na utaishi uwepo na nguvu za Mungu ikianguka kwako na asubuhi ya leo. Amini pamoja nami, niombe pamoja nawe ili Mungu hawe Mungu katika maisha yako. Baba wetu, tena Mungu wetu, wewe Mungu wetu wa Israeli, hakuna mwingine aliye kama wewe. Ulinituma hapa na asubuhi ya leo nikaonye watu wako ili wakuabudu wewe peke yako, na wakawachane na miungu ya babu zao, na miungu ya manyanya zao, na miungu ya baba na mama zao ambayo walikuwa wakimwabudu. Jehova, uliwachagua ukawateua. Jehova, wamekubali na asubuhi ya leo kutembea pamoja nawe, wewe Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Jehova Shalom, ukawatumie, ukatende mema kwa sababu yao, ukajidhihirishe katika maisha yao kuwa Mungu katika yote, ili jina lako libarikiwe. Wabariki uondokapo, wabariki warudipo, wabariki katika biashara, wabariki katika kazi zao, wabariki mfalme wa ajabu. Jehova, katika biashara zao wakakuone kama Mungu. Inuliwa Jehova, barikiwa. Ponya walio wagonjwa, ukafungue milango kwa wale wanaohitaji milango iliyofunguka mbele yao. Watende mema na asubuhi ya leo, kwa sababu wewe ni Mungu leo na hata milele. Katika jina la Yesu nimeomba na hata nimeamini, amen. Mungu na wabariki na Mungu na watende mema. Mara nyingine tena, majina yangu naitwa Askofu Joseph Odindo. Nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana. Mungu alinipa kibali ya kufanyika kuwa mtumishi wake, na ndio maana na asubuhi ya leo niko hapa ili nikakuletee neno ambalo Mungu amenituma nayo. Mungu amenituma, na kuna siku Mungu ametuma mtumishi wake pasipo kuwa na sababu. Mungu akinituma, ninajua na ninaelewa kwamba kuna mtu aliyetaka neno hii. Mungu akikunenea, sikia sauti ya Mungu na utende vile Mungu amesema ukatende, nawe utamuona Mungu kwa macho yako. Barikiwa na asubuhi ya leo. Mara nyingine tena, wale ambao wameingia, kama nimesema majina yangu naitwa Askofu Joseph Odindo, msaliwa wa Kisumu County, mali nitwa Seme mali ambapo inaitwa Kitmekai. Kwa sasa ninakaa Nairobi, mali inaitwa Kibera Olympic Estate. Kanisa letu liko Kibera. Ukitaka tushiriki pamoja, piga namba hizi ni sangu ili tupate kuelewana na tutakupa direction. Ukiwa na jambo ambalo unataka tuombe pamoja, piga namba hizi nami nitaomba pamoja nawe. Ninarudia na nasema tena, piga ukitaka tuongee kuhusu Mungu. Kama sio neno la Mungu, usijaribu kupiga simu yangu. Mungu awabariki, Mungu awatende mema. Mpaka Jumapili ijayo wakati kama huu. Shalom. Amen.
Eternal Father, I offer you the body